Staajabika na ngamia, mnyama wa kipekee ulimwenguni. Ngamia ni mnyama anayekula majani, ni mrefu na mwenye ufanano na twiga kwa kiasi fulani. Tofauti yao ni kwamba wakati twiga akiwa mrefu zaidi, ngamia ni mnene zaidi. Pia twiga makazi yake ni mbugani, lakini ngamia ni mnyama anayefugwa. Kwa uzito hawaachani sana. Mnyama huyu hubeba mimba kati ya miezi 12 mpaka 14 na huzaa mtoto mmoja au pacha kwa bahati sana, na mtoto huwa na kilo zipatazo 50 huku mgongoni akiwa hana nundu kabisa. Mwanafamilia wa Salam TV, karibu katika makala hii inayomwangazia mnyama ngamia na maajabu yake. Mimi ni Amina Ali. Kuwa nami mwanzo hadi tamati mwa makala hii. Ngamia ni wanyama wakubwa wa genus Camelus katika familia Camelidae inayowajumuisha pamoja na lama na vikunya wa Amerika Kusini. Spishi zao ni dromedar, yani ngamia mwenye nundu moja. Bactrian camel ni ngamia mwenye nundu mbili. Kwa kimombo ngamia anaitwa camel, lakini neno hilo asili yake ni Latini likibeba maana ya respective. Ukiondoa jina hilo, pia anafahamika kwa jina la meli ya jangwani. Ni mnyama mwenye faida lukuki. Kwanza, maziwa yake hutumiwa na binadamu, nyama yake pia, wakati vinyweleo vyake na ngozi hutumika kuzalisha bidhaa kadha wa kadha. Lakini kama haitoshi, ngamia pia ni usafiri kwa ambao wamefika Sudani au Misri. Jambo hili wala halitawashangaza. Maisha yao wanyama hawa ni kati ya miaka 40 mpaka 50. Kimsingi ngamia wapo wa aina mbili. Mwenye nundu moja ndio maarufu sana hapa Afrika, wakati aina ya pili ambao hubeba nundu mbili na vinyweleo vingi wakipatikana huko bara la Asia. Wao wana mwendo wao wa taratibu, lakini ukitaka kumharakisha yawezekana pia. Akishika njia haswa hukimbia kilomita 40 na zaidi kwa saa moja. Spishi zote mbili wamezoea kuishi katika mazingira yabisi kama jangwa au nusu jangwa. Mwanafamilia wa Salam TV, kama nilivyokuambia kuwa ngamia nundu moja anapatikana Uarabuni, Mashariki ya Kati hadi Pakistan, Afrika ya Kaskazini, Somalia na kaskazini ya Kenya. Katika karne ya 19 walipelekwa Australia. Walipozoea haraka, kwa sasa takriban ngamia pori 700,000 wako kule. Spishi hii inavumilia joto kali, lakini pia baridi za usiku kwenye Sahara. Anaweza kubadilisha hali joto ya mwili wake kati ya sentigredi 34 na 41 kulingana na mazingira. Ngamia wa Asia yuko katika kanda inayoanzia Anatolia hadi Manchuria kaskazini mwa China. Amezoea zaidi baridi ya Asia ya Kati. Wakati wa majira barafu, hali joto ya mazingira inafikia nyuzi joto 30 centigrade. Joto kali inampa matatizo kidogo na kumchelewesha. Spishi zote mbili zinakutana katika nchi kadhaa kuanzia Uturuki, Uajemi hadi Pakistani. Na kwa upande wa umbile lao limelingana na mazingira ya jangwani. Miguu ni mipana na huwasaidia kuzuia wasizame chini kwenye mchanga. Nywele ni ndefu, hivyo zinakinga dhidi ya joto na baridi. Nundu ni mahali pa store ya akiba ya mafuta. Kama ngamia anapitia mahali pasipo chakula, anatumia mafuta kwa nishati ya mwilini. Hahitaji kula kwa kipindi hadi siku 30. Wanaweza kushika lita 100 hadi 150 mwilini na kuendelea jangwani bila kunywa maji kwa wiki 2. Penye majani mabichi ya kutosha na kama joto si kali mno, ngamia anaweza kuendelea bila kunywa kwa wiki kadhaa. Shingo ni ndefu kwa sababu chakula anachopendelea ni majani ya miti.